au vipi? Mbona waje nyumbani kwangu wapigia kelele kama watoloka milembe? She, tulia kwanza hivyo hivyo. Ushofanya mdogo wangu ukijua au? Waombeni. Oe hapo wenyewe vipi? Nimemkuta sister kabla kama alikuwa kujinyonga ujue. Sister yangu mimi au? Sister yako wewe. Awe she, sikiliza. Hii hapa ishi mpaka ishi hapo nyewe. Tuondoke. Watondoke. Oh la 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 la. Oh mama. Oh la 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 la. Nakupenda wewe, uninitake mbali, upendo wako nami, lakini roho inalia. Mbali unaenda, kwako kiroho safi, mimi nimesimama, miguu imechoka. Maumivu ya mapenzi pale unampenda yule hakupendi. Jini? Jini dada jini, mbona hapana kunifuatilia ujini vipi? Ujini wa kike huyu. Je, anda kujinyonga? Ushachoka nini bwana wewe, ujinyonge bwana jini? Wewe jini vipi bwana? Vita ya kichawi. Kwenye hichi kijiji sisi tusiokuwa na uwezo tumeisha. Tumeisha kivipi? Unatakiwa unipe maelekezo, kwa nini tumeisha na shida ni nini? Unakumbuka msiba huu tumetoka kuzika sasa hivi ndugu yangu hapa? Nakumbuka. Ule bila nyinyi mtawanyika, mimi pale nilibaki. Sawa, kwa sababu nilijua atakuja. Na kweli baada ya muda yule mzee alifika. Umeona? Alipofika pale kafanya mambo yake pale, ule mwili akafanya nini? Akauchukua. Kwa mpaka sasa hivi naongea mimi na wewe. Ile kaburi liko tupu. Mwanangu wewe dada, muona picha naye hapa, picha hapa. Wewe. Mdada? Kuna mdada hivi kashikilia stuli na kamba ndo kujinyonga, kukutana naye hivi mweupe. Nakumbuka ule msiba bi mkubwa nyumbani pale. Kipindi kile ndio nakumbuka, yuko hivyo. Sasa yule mzee baada ya kuzika na alikuja kama alivyokuja kwa ndugu yako. Alipofika akabeba mwili, kwa maana ninavyoongea na wewe hapo. Maana lile kaburi liko pale free. Halina mtu. Kwa hiyo bi mkubwa yuko naye nyumbani kwake, anamfanya yeye anavyotaka. Sasa hii tabia bora kama inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo tutakuwa tunahifadhi ndugu zetu, tunakaa na matuta, tunasema tuna makaburi ya ndugu zetu afu kumbe mili. Kikubwa sasa tutakufanya wananchi wenyewe sisi tujikusanye kwa wingi, twende kwa mwenyekiti, kwa sababu yeye ndo mlinzi wa kijiji chetu. Wewe mimi sijakutana na dada yoyote wanangu. Mimi nimeona jini bwana, nimekutana nao hapo. Acha masiala, tupo serious babu. Babu, mimi nakuelekeza sana. Nimeona jini nimebeba stuli na kamba, nataka kujinyonga mimi kwa tangu juu ya mti. Nimepumzika. Ile jini likaja mpaka pale. Nikataka kujinyonga, nilipoambia nikasema tu si nimechoka. Nikamwambia umechoka nini wewe jinyonge? Wewe jinyonge, nikakimbia. Babu wewe mgeni na kijiji Mgeni ndio. Wewe tuachane tuondoke zetu. Wewe jamaa, oa. Njoo wangu mara moja bwana. Sema shida yako hapo. Asa mimi nani mwenye shida ndugu yangu? Wewe si ndio umeniita mimi au? Muonekano wako tu unakaa una ziki mwanangu. Sema mimi ndo na shida ndugu yangu. Sawa bana. Mimi nilikuwa nauza kijiji kimoja kinaitwa Mofu. Yani ndo huku kabisa sijakosea njia. Ni huku kinaitwa Mofu bwana ndugu yangu. Unaulizia tena Mofu? Mofu mpofu unaulizia wewe? Itakuwa hiyo mpofu. Hiyo mpofu ndugu yangu. Hapa nyewe ulipo hapa. Kijiji cha Mpofu. Ila hapa tupo Sanje. Kumbe hapa Mpofu. Sasa sikiza ndugu yangu. Mimi asante sana kwa kunisaidia. Wewe unaweza ukaenda. Mwenyekiti mwenyewe unayemzungumzia
Kaporwa mke wake. Hana mke mpaka sasa hivi. Na ule mzee. Sawa. Unazungumzia tena swala la mwenyekiti si wananchi? Hiyo iziwekani mzee. Cha kufanya. Uso na machungu kama mimi. Ndio. Kesho tunataka kufanya sasa hivi. Si tutoke hapa twende nyumbani kwako. Mimi na wewe. Hivi. Bora nikuja peke yake na ameweza. Twende peke yetu sisi. Yeye alikuja peke yake, sisi tuko wawili. Tunashindwa nini? Ukiona mtu anakuja peke yake anajiweza. Basi kama unaogopa basi mimi nenda peke yangu. Tunaenda. Sawa. Sawa. Tukifika, sema sasa mimi na wewe unakuwa unatangulia, mimi nakuwa nyuma. Manyuma kivipi sasa? Sijakuelewa bwana. Yaani sio kwamba namuogopa, yaani kwa sasa sijakuelewa. Yaani unamaanisha nini? Yaani wewe unakuwa mbele, mimi nyuma. Kivipi sasa nyuma? Wewe sikiliza nikuelekeze. Hapo nyuma hapo hapana. Labda kama tukifika pale mimi niongee naye sawa. Tunapoteza muda ndogo. Wewe unasema hivi. Vita ya kichawi. Vita ya kichawi. Vita ya kichawi. Vita ya kichawi. Karibu bwana. Asante. Kwa hiyo mzee yuko wapi? Hapa ametoka. Lakini mzee mwenyewe sasa hivi jinsi alivyo mzee baba. Tunaenda kuelewa. Yaani kwa kwamba ulisema baba kadata. Yaani toka apoteze mwenyekiti, ampoteze na mama, yaani tafrani kabisa. Ndio kitu kinabadilika sasa hivi. Unaposema amempoteza mama, unamaanisha kwamba mama amefariki au? Hapana, hajafa. Ila kuna mzee mmoja huyo anaitwa Mzee Rungwe. Huyo mzee ni mchawi katika hichi kijiji, sio poa. Ambaye unajua ni mtu ni mchawi. Yule mzee ni mchawi. Yule mzee kampokonya mzee wangu mwenyekiti na akamchukua mama. Yaani mama sasa hivi ni mke wa Mzee Rungwe. Karibuni. Huyo Mzee Rungwe ni nani? Ni mzee mmoja hiyo. Anasifika sana katika hichi kijiji kwa uchawi. Yaani ni mchawi hakuna kama yeye. Wakati niko mjini, shangazi alinisina kunyonya. Nisionyeshe uchawi wangu wala nguvu yoyote kushirikina kama na uwezo. Kwa sababu wachawi wengi sana katika hii mahali. Sasa, kwa hili swala siwezi kuvumilia. Naomba unipeleke kwa wewe. Bro. Unataka kwenda kwa mzee? Ni hatari. Wewe mtoto wa kiume nimekwambia utanipeleka. Lakini mimi sitofika, nitakuonyesha tu nini. Tunaenda, niko ndani. Karibuni. Blaza bwana, shikamoo blaza. Nani shida yenu? Nani? Blaza bwana. Mzee yuko. Shida mzee. Ndio. Yuko ndani hapa. Ndani tena blaza. Nafikiri na shida basi. Nani tu, nani? Na shida tuitie tu, tunashida naye hapa. Sisi watu wema kabisa bwana. Hata kama hamna shida yoyote, simama mkaondoka. Familia? Ni familia tena? Blaza sikiliza. Utaniwi ndugu yangu. Sikiliza blaza. Mzee wako unajua anatuzingua mtaani hapa. Sawa? Anatuzingua sana. Sasa leo tulikuja hapa anakula nyama za watu. Malizia. Inawezekana kaa ng'ombe. Anakula nyama za watu. Sasa tumekuja hapa tuitie mzee wako hapo. Tumuonyeshe shughuli. Tushachoka kwanza. Vita ya mapenzi. Wewe vipi? Boss kama unataka kunyonga, iko shida nini? Suma huyu. Huyo Suma kafanyeje? Mpaka kujinyonga, shida nini? Suma
Suma nampenda. Umeshindwa kupenda shule, ukampenda Suma. Kwa nini Suma anakaa wapi? Na mtoto wa nani wewe Suma? Wa mtaani hapa. Kwa maana umetoka sasa, umefika watu wa kwatu zako, mimi natafuta mdogo wangu aende shule. Mimi natafuta ili wewe ule. Leo kumbe wewe mzangu, mimi natafuta mdogo wangu, yaani unikizi mahitaji yako, wewe mzangu sasa unajitoa unaenda kwa huyo Suma. Asa Suma atakuja nini vijana sasa hivi hawa? Hawana chochote, hawana mbele, hawana nyuma. Asa ungejitoa uhai wako pale ukitaka na kujinyonga, ungekufa wewe Suma ungemwona? Ungepata faida gani? Sasa sikiliza. Natoka hapa namfuata huyo Suma wako. Umesema akaa nyumba namba ngapi? Hapo chini hapo. Natoka hapa naenda kumfuata huyo Suma wako. Oa. Sio unanielewa sister? Muonyesha vurugu ujue. Kaa chini. Sikia, mimi sio 45 wala 32. Hiyo namba chafu ujue. Inasebenza kila kona. Asa mimi natoka na watu wa kwatu zako. Oa. Ndio kutafuta na habari hapa nyumbani. Isisikie zesheni yoyote kuanzia sasa hivi yani. Asa huyo mbwa wako ataenda kukusimulia magoli yake anayokutana nayo. Taenda kistaarabu kama mwana. Akileta dharau. Oya. Ulisi upo. Ndautumia. Sio unaelewa? Sasa kama unataka kuniingia saa mtaa unataka kunizoea ghafla yani. Karibu. Natumaini nimekukuta mkuu. Swa. Bila shaka. Hapo awali unakumbuka kwamba nilikwambia kuna kijana kaingia katika kijiji hiki? Barabara, nakumbuka kabisa. Yule kijana kaingia katika kijiji hiki na sio kawaida. Hamna mtu yoyote anaweza kuingia katika kijiji hiki kiulaini kabisa. Nini wazo lako? Yule kijana kwa haraka kumwangalia yuko ngangali, yupo full charge, manake kajipanga. Ombi langu nilikuwa naomba yule kijana nikamfate na nikamlete katika kilinge chetu. Nitamnyonya mavi hadharani. Sasa nahitaji ufanye jambo hilo haraka iwezekanavyo, kwa sababu kama amekuwa na uwezo wa kukanyaga mpaka kwenye kijiji hiki na kanuni ya kijiji hiki haruhusiwi. Yala. Doba. Unataka kuniaibisha mbele za watu? Sasa na kuamuru ukamfuate haraka iwezekanavyo, umlete kwenye himaya yetu. Na kanuni ya kijiji chetu hakuna mtu amewahi kanyaga pasi na kuwa na ruhusa. Hivyo ukamlete tumpekue. Swadata, mimi naenda chapu mwendo wa ngili. Wewe baba, mbona unapenda kupotea katika maisha yako? Kwani wewe nani? Mbona sikutambui? Facebook unatumia jina gani? WhatsApp je? Twitter? Mwanangu. Afadhali umekuja mwanangu. Yaani wewe mwanangu. Ndio maana mimi wewe ndio tegemezi langu. Sasa mwanangu, unamfahamu yule mzee wako yule mdogo? Anasumbuliwa na wachawi wa imani yake sana. Sasa nimekuita hapa. Nataka nikuache hapa niende kule. Safi. Kamsaidie mzee wako, anasumbuliwa sana. Safi. Kwa hiyo sasa mwanangu, humu ndani kuna viumba hivi viwili. Kuna namba 1 na namba 2. Sasa namba 1 ndio utakao unaitumia, lakini namba 2 mwanangu usiitumie, kwa sababu siku ile ulikuja nikakwambia nitakufikiria kwanza. Ile namba 2 ina watoto wa kike. Safi. Mimi ni mtu wa kazi. Ukiniachia kazi, nafanya kazi. Sasa nasema hivi. Sasa mzee, mniambia chumba cha pili sifungue ambacho ndio kuna msukule ya kike. Na kama ninavyokuambia mzee, msukule ya kike
inafanya kazi wewe, inajituma. Kwa mzee, ungeniachia niufungulie, nipe nayo mskuli ya kike mzee, ndio hata sikwe ni kuomba. Mwanangu, nakufahamu sana. Wewe nakufahamu sana mwanangu, ndio maana hata siku ile nikakwambia nakufikiria. Sawa, najua mwanangu wewe ni mfanyakazi mzuri sana, lakini nimekuambia nakufikiria. Lakini sasa mwanangu, kwa sababu nataka kuondoka, wewe najua kwamba hapa nimekuachia, hii ndio imaa yako yote kote huko, kama unavyoona umeshika na maembe kote huko ni imaa yako. Ila ninachokuomba, sawa, ile namba 2 nitakuachia. Yaani nitakuachia mwanangu, kwa sababu nakuamini, ila sharti ni kitu hiki kimoja tu mwanangu. Humu ndani wanaimai natakiwa waambie walete pumba. Imeisha, pumba imebaki kidogo. Imeisha. Wale wanapokula ndipo wanapofanya kazi. Yaani mwanangu, jitahidi. Mimi nakuamini mwanangu, ndo maana nimekuacha. Nisikize nikwambie, tangu muda mrefu sana mimi nilikuwa nawaacha na kuangalia tu katika harakati zenu. Napenda kunifuatilia sana. Hivyo mimi nyie siwaogopi hata kidogo. Yaani nyinyi kwangu nyinyi watoto wadogo sana. Leo nimekuja kishari. Nimekuja kupima ungo kama kila, kama nusu. Unavyotaka mwenye nataka, na unavyokuja jinsi ninavyokupokea. Wakulu. Wakulungwa. Wewe kama hivyo. Safi mzee, yani unapotoka umeliacha jembe. Sasa nakwambieje, wanaibaya wote kwanza asubuhi na mapema tu, yani la mgambo moja tu, wote leteni pumba hapa. Umeona? Yani chapu kwa haraka. Vile heka 100 kule. Sawa? Kwa sababu umeniacha job skuli ya kike. Siku hizi ndiyo mwanangu. Kwa yule mzee wa ng'ambo ya pili, si uniambia kuna tenda heka 50. Siku hiyo. Kwa hiyo umeacha jembe. Mimi natoka. Safi. Nimeachiwa himaya. Kwanza nakwambia nitasumbua, nitatesa. Kwanza na mgambo moja tu, wana himaya wote, wana kijiji wote, leteni pumba. Kwanza ni mataizi ya kwanza nahamia kwenye msukule ya kike. Kule nakuwa nalala huko mimi mzee, miguu juu tu. Mwingine nipeperea hivi, mwingine nigusagusa hapa. Wewe msukule wewe, acha bwana, enjoy wewe pendo. Nakuja tu mimi, kazi yangu ni kujimaliza tu pale. Ndio kitu nilichokuwa naomba mimi. Umeona? Nikiamua nachukua ile msukule mwingine yule anayeng'ang'aa, unachukua nenda naye guest. Kia kwangu. Kwanza naombea hata mzee ndio akaiko. Hata ananiambia siku 2-3 hapa taniuzi. Kwa hiyo nataka aende akata mwezi. Hata apata tajari afya huko. Asirudi tena, hii iwe ya kwangu sasa. Nitavimbaje? Kwa sasa hivi hapa hivi anaondoka Silina hajaniambia. Ondoka sasa hivi tu. Ila yule kijana yule nitamkaanga yule, ataingia kikangoni. Yani nitakachomfanya, nitamfanya kitu hamna. Mr. Bosi, mimi ndo mwene, mimi ndo chifu, mimi ndo mwana himaya, mimi ndo topu, mimi ndo mmiliki wa hii himaya, kuanzia wana himaya mpaka msukule. Sasa yule kijana yeye ni nani? Ni nani yule? Sasa naanza na yeye kwa hasira, sija kaanza kunisumbua mimi. Mwenzako yuko wapi? Mwenzangu anajamba tu vitani. Sielewi mpaka sasa yupo wapi. Na watuma kazi
mnafeli. Hivi mtafeli mpaka lini? Yaani mimi najua na vijana na hatuma kazi, naanza kufanya kazi. Afu mnaniletea habari za kufeli, mtafeli mpaka lini? Mkuu, katika kazi zako mimi sijawahi kufeli. Kama unavyonijua, nawashindia mishindo, shindili. Mapigo yangu ya shente. Sijawahi feli katika kazi zako. Sasa inakuwaje sasa kila siku mnaniletea ngonjera? Yale. Baba amekuja na huku tena. Baba huyu hapa ndiye alinipiga. Alinishindilia mishindo shindili. Sasa leo malizana naye. Mimi nakaa pembeni naangalia. Bado sielewi. Ina maana usome ujui hata picha uoni? Mkuu, unamaanisha kwamba haka ndiko ambako kanawasumbua? Barabara. Alinishindilia mishindo shindili. Katoto kachanga, yani kamezaliwa leo, kanawasumbua? Ni mdogo ukiwa namuona, lakini moto wake pale. Unanikosea sana. Mimi naenda chooni, wewe malizana naye. Baki hapa. Mimi nitakuwa naangalia tu. Baki hapa. Naijua hiyo. Katoto kachanga, hata tumboni hakajatoka. Adhabu yenu ipo. Kichwa hili. Yaani natuma kazi mnaenda kufeli. Kipumbavu, kipuuzi kabisa. Nini maana ya kuwa na wafuasi? Nini maana ya kuwa na ndundami? Nini maana ya kuwa na vijakazi? Msamehe mkuu. Na mwenzako alijua kabisa kwamba leo adhabu anaenda kupata ni kali, na ndio maana akakimbia. Swadata kabisa. Sasa aibu. Yaani mpaka kijiji kitaniona vipi? Yaani mimi napambana Mkuu, mimi naenda chooni. Nimekwambia baki hapa. Haka ni kajitu kadogo kuliko nukta. Kwa kweli baba, wewe ni shetani jitu la motoni. Sikutegemea kama udogo unaweza kumpiga hadharani. Alafu unacheka nini? Hamna. Unacheka nini? Hapana, sicheki. Unacheka nini? Hamna, sicheki. Hizi niwapa kazi mkashindwa. Ili kichwa hili. Yala. Unacheka nini? Hamna. Unacheka nini? Hamna. Unamcheka mkuu wako sio? Hamna. Hii kazi unaifanya hapa ni ndogo? Kubwa. Na nikiwatuma tena kazi, mkaniletea habari za kufeli. Na afelisha. Hapa nakwambieje? Umeona hili? Nitakuzama mpaka hapa. Pamoja na wewe mwenzako. Toba. Kila mtu Yala nyumbani. Vipi? Mbona ghafla? Taarifa mkuu. Katika kijiji hiki kuna bonge la piskali limezama ndani katika kijiji hiki. We, usiniambie. Nilijua kabisa mambo yako hayo. Wacha maneno. Na ndio maana nimekuletea taarifa hizi. Sasa na kwa taarifa hiyo tunakoelekea hata ile adhabu ile nitafuta. Kweli mkuu? Nafuta. Kweli? Nafuta. Hebu niambie, kama nakukwaza niambie. Haunikwazi. Na kama nakuboa niambie. Hauniboi. Toto lenyewe ndo hili hapa. We.